TV. Niletwa na maiki 10, nikaangalia nikasema Mungu, hebu sababisha kitu kitendeke na sisi Glory. Yaani kuwe na watu ambao wana moyo wa kujitoa, na moyo wa kujitoa utakuja pale nguvu ya Mungu inapokuwa imechukua nini? Nafasi. Nguvu ya Mungu ikichukua nafasi, hakuna yani uhitaji uliopo kanisani utakuwa na majibu kila siku. Hakuna mtu ambaye yani mtu akija anasikia sauti ya Mungu inamwambia maiki haziko vizuri. Mtu akija anasikia kuna kitu kinahitaji fedha, atasikia kuna hiki kinahitaji nguvu, kwa sababu kila mtu ana moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa la kwanza walifanikiwa sana kwa sababu nguvu ya Mungu ilitembea pamoja nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Nguvu ya Mungu inaitwa neema. Biblia inasema tuliokolewa kwa nini? Kwa neema. Neema ni nguvu ya Mungu ama msukumo wa Mungu ndani ya mtu, nao umwezesha kufanya kila kitu kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Wenzetu kanisa la kwanza, neema ilikuwa kubwa, nguvu ya Mungu ilikuwa na wao, kila walichokuwa wanakifanya ilikuwa na mwendo, kwa sababu walikuwa ni nini? Watu ambao wamejaa neema ya Mungu. Tunahitaji kujaa neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Na neema inatoka kwa nguvu za Mungu. Neema inaweza kuzaliwa kwa nguvu ya Mungu. Tena mahali pengine nasema neema ikipungua, shina la uharibifu linaingia, shina la uchungu linafanya nini? Leo makanisa mengi watu hawana amani, kuna machungu mengi, kuna masengenyo, kuna wivu, kuna vitu vingi vinaendelea, lakini waambie ni kwa sababu neema imepungua. Tunahitaji kumwambia Bwana neema irejee. Haleluya. Neema ya Mungu ichukue nafasi tena, irejee. Watu watapendana. Kuna kitu kitatendeka kikubwa mpaka watu wa jamii isiyomjua Mungu watashangaa. Unajua kanisa la kwanza lilishangaza watu. Watu walikuwa umati wa watu, kwa sababu kanisa lilikuwa na neema kubwa, na kila mtu alikuwa anatamani kwenda ndani ya hilo kanisa. Akiwaona wapendwa wamejaa nguvu za Roho Mtakatifu, wanapendana, mazungumzo yao, wana hekima, ni watulivu, hata kule mtaani hawana sifa mbaya, hawana skendo, kwa sababu ni watu ambao wamejaa nguvu za Roho Mtakatifu, wanasemeshana kwa zaburi, wanapendana, kila wanachokifanya wanatafuta utukufu wa nani? Wa Mungu. Wakati mwingine nikilitafakari kanisa, nasema Mungu, sijui tunaenda wapi. Kwa sababu kama wakati mwingine mpaka Jumapili kuna watu wanakosa ibada, hata ukifuatilia mwingine anakuambia tu nguo zangu sikunyooka, hazikunyooshwa, au nilipata mgeni mapema. Unakuja kwa hivi huyu mtu anamjua Mungu. Sababu kumjua Mungu kunakupa wewe mzigo wa kujipanga ama kujiandaa, si ndio? Na hata mgeni akija, mimi hakuna mgeni ambaye anaweza kaja akanifanya aidha nichelewe ibada au nishindwe. Kwa sababu najitambua. Akija naambia twende kanisani, kama hauendi kanisani msubiri. Nina wakati wangu na Mungu. Hata awe nani. Kwa sababu najua ushirika wangu na Mungu, sitaki chochote kiutikise. Kwa tunahitaji kuliombea kanisa. Tunahitaji kuliombea kanisa. Nguvu za Mungu ziachiliwe na watu wa Mungu wafufuke. Kuna watu ambao ni marehemu, wanaishi, wanasali, lakini ni marehemu kwa sababu vitu vya Mungu havina uzito ndani yao. Na mtu anapoacha anapopuuzia vitu vya Mungu na kuvifanya kuwa vya kawaida, huyu mtu anaishi kwenye hatari, kwa sababu mbingu haziwezi kuhusika na mtu huyo. Hata akikutana na changamoto anapambana nazo peke yake, mbingu inanyamaza, kwa sababu Mungu anatafuta mtu ambaye moyo wake unampenda na amedhamiria kumtumikia. Huyo mtu Mungu anamtafuta. Na kimuona mtu ana hiyo, Mungu anaachilia nguvu zake. Nguvu za Mungu zinapokuwa ndani yetu, kila tunapopita tunasababisha mapinduzi. Wana wa kanisa la kwanza walisababisha mapinduzi makubwa. Na Biblia inasema kila walipopita watu wakasema, hawa wanaopindua ulimwengu wamefika mtaani kwetu. Walikuwa ni watu wanaobadilisha ulimwengu, kwa sababu nguvu za Mungu walikuwa nazo. Walibadilisha mazingira yote ya maeneo walipokuwa wanaishi, kwa sababu nguvu ya Mungu ilikuwa iko ndani yao. Tunahitaji nguvu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji nini?
nguvu ya Mungu. Hebu tusimame, twende tukaombe. Tunahitaji nguvu ya Mungu ili tuwe hai. Tunahitaji nguvu ya Mungu ili tutembee na kuziona